Watu wamekuwa wakisema President Ruto, very unfortunate headlines in my view, that Kenya is a dictatorial, Kenya is what? Wametembea. Wamejaribu kuenda kuleta ile mchezo wanaleta hapa katika manchi jirani. What has happened? What has happened? Tukiambia watu that Kenya is so democratic, they don't believe it. Watu wanatoka katika taifa zingine wanakuja kufanya maandamano hapa. Haya, wamejaribu. Hawakutoka kwa airport. Wameambiwa rudi kwenu. Kama mnachezea kwenu, mwende mcheze kwenu. Hapa hatutaki. This is the reality. Na hii ndio nimekuwa nikiambia vijana wetu. Wakati mnaenda nje, the moment unaingia kwa ndege na hizo miguu ziinuke, sheria ambayo itakuwa ni sheria ya ile nchi ambayo unaenda kushuka. Sheria ya Kenya haitafanya kazi kule. Ni sheria ya kule umeenda. Kwa hivyo kama wewe ni mkorofi hapa na ufikiri utaenda kufanya hivyo huko, my friend, haitawezekana. Our laws, the democratic space that Kenyans enjoy, now you should start seeing what we tell you. Don't take what you have for granted. You have a very free society. You have a very open society. Mtu anasimama hapa anatusi Mudavadi anaenda tu. Mtu anasimama hapa anatusi Ruto anaenda tu. Mtu anasimama hapa anatusi Savula anaenda tu. Jaribu kwingine kufanya hivyo. Kenya is one of the leading nations, not just in Africa, but globally, in the cooperative movement. We are one of the top countries when it comes to promotion of cooperative economy. It is real. It is not a lie. And that is why he saw it fit to identify a young man, 37 years old, to become the chancellor, because we are looking at the future, not history, the future. For the young people of this country, there are usually accusations that we don't recognize young people, hatujui young people, hatuwatambui. We are saying the future is the young people. That is why the cooperative movement, an economic engine, the training, the capacity building of that economic engine, President William Ruto has placed in the hands of a young Kenyan. Nobody wants a repeat of 2007 and 2008 elections, post-election violence. It is not something that we should try and threaten people with. We should not even contemplate going there. I was at Serena with President Ruto and others. We negotiated the peace that came after the post-election violence for 42 days in Serena with Kofi Annan, Mkapa, and Gracia Machel, the wife of the late Mandela. Sisi ndio tulikuwa tunazungumza to bring peace, to restore peace in this country for 42 days. How somebody who has had the privilege of rising to the position of deputy president can want to take us back
to that episode is completely out of line and out of order. Don't seek votes by threatening people. Seek votes by selling your policies. Uza sera zako, wacha kutisha watu. Ukabila hautatupeleka pahali popote katika taifa letu. Sisi wote tukae kama Wakenya, tufanye kazi pamoja. Na mimi nimezungumza haya kwa sababu mimi si mtu wa uongo, mimi si mtu wa sarakasi. Tunaweza chagua viongozi wa sarakasi. The next step is that IEBC must be constituted. IEBC, the formalities have been processed. Wamesukuma, watu walifanya interview, ikawa in public, ikawa hadharani. Some of you watched on TV. You watched the people being interviewed. You yourselves as Kenyans, you know, out of those interviews,